Kwa majina naitwa Rosbella Ojiambo, mimi ndio mkurugenzi mwenye shule hizi za Good Testimony hapa Embakasi Nyayo Estate. Na nimeweka mikakati kwa safety ya watoto, nimeweka mikakati ya vile unavyoona hapa kuna vyuma vile tumeweka zinaitwa grills, ili watoto wakiwa wanatembea hata wakisukumana hatuna wasiwasi, watoto wako salama. Ukiangalia pia juu na chini kwa building yote tuko na CCTV cameras. Tumeweka hata cameras katika kila darasa na kila kona, hata nje ya gate tumeweka, ili tunaweza kuona chochote kile kinaweza tokea mahali popote, na pia intruders hawawezi kuingia bila sisi kuwatambua hati weko mahali hapa. Barabara kabisa, asante sana. Tunarudi kwenye sehemu ya pili ambapo basi tunazungumzia usalama wa watoto hawa. Unavyowaona sasa, mtoto ni mali kutoka kwa Mungu, ni baraka, kwa hivyo usalama wake ni muhimu. Na ndipo basi katika shule hii ya Good Testimony tunashuhudia jinsi ambavyo sasa ni muda wa watoto kwenda nyumbani. Tunaona namna ambavyo wanakuja kuchukuliwa na mabasi ya shule na kadhalika, na usalama wao unahakikishwa kwa sababu mwalimu yuko pale. Walimu wamepewa majukumu ya kuhakikisha kwamba sasa lazima mtoto arudi nyumbani kwa baba na mama na mzazi wake na mlezi na kadhalika. Kwa hivyo usalama wao ni muhimu. Bibi Shingo, hebu labda unipe tu hapa hivi, naona sasa watu wamejipanga tu na walimu sasa ndio shughuli ndio sasa hii. Nakwambia hapa kuna mikakati kabambe katika shule ya Good Testimony International. Usalama umeimarika sihaba. Wanafunzi lazima watoke katika safu moja wakielekezwa na mwalimu wao wa darasa. Mwalimu lazima hakikishe kila mtoto ameingia kwenye gari la usafiri ambalo ni basi la shule, aketi pale na hakikishe wanafunzi wote wamefumukana kutoka pale darasani. Hamna hata mwanafunzi mmoja anasalia. Kwa hivyo wanaelekezwa mpaka kwenye gari la usafiri, alafu ndani ya gari la usafiri kuna mwalimu tena ambaye atawaelekeza mpaka watakapofika nyumbani. Basi litakaposimama yule mtoto, mwalimu anahakikisha anamshusha yule mtoto, anamkabidhi kwa mzazi. Usalama, mzazi anaridhika kabisa pale kwamba nimempokea mtoto wangu vizuri bila tatizo. Kwa hivyo hapa usalama umeimarishwa. Na atazungumzia hapa pekee, tunazungumzia swala zima katika taifa zima la Kenya kwamba usalama wa aina hii sasa ndio unapaswa kuzingatiwa. Dada Imelda, ukiangalia wewe ni mzazi na bila shaka unapomkabidhi mtoto kwa mwalimu ungependa kumuona kirudi salama salmini. Wanavyotembea sasa hivi na nikiwaona sasa hawa, nafikiri ni muhimu tu tujue kwamba hapa kuna kazi kweli, maana kumbe kazi sio kufundisha tu darasani pekee. Toa maoni yako kidogo. Kabisa Frank, kabisa. Unajua wakati mzazi anamtoa mtoto wake anampeleka shuleni, amempeleka shuleni kama yuko sawa kabisa, yuko salama. Na vile vile mzazi anatarajia mtoto wake naye arudi nyumbani kama yuko vyema kabisa, vyema zaidi, kwa sababu hata ameongezwa ujuzi kutoka shuleni. Kwa hiyo hiki ambacho nakiona hapa, nakiona sana kwa shule zile ambazo ni private. Mimi swali ambalo nataka kujiuliza ni zile public schools zetu wanafanya nini jamani? Wanafanya nini kuzingatia usalama wa watoto? Napenda kile ambacho nakiona hapa. Napenda sana. Napenda jinsi walivyofanya, jinsi walivyoweka wamefunika kabisa, mtoto haezi anguka. Good Testimony ni shule ambayo kwa kweli imezingatia usalama. Na shule kama hizi Frank, naona public schools zinapaswa kuzitembelea. They learn from them. Kwa sababu kama ukiona jirani anaendelea vizuri na wewe kila mara unajikwaa katika ile safari yako, ni vyema kuangalia kule kwingine unasema jamani, wenzetu wanafanya vipi? Kwa hiyo shule kama hizi ni ambazo zinapaswa kutembelewa. Mzazi au wale ambao washirika wote katika elimu, masuala ya elimu, waje waangalie ni vipi wanaweza zingatia usalama. Nina uhakika kuwa katika zile public schools ambazo sasa ndio kuna watoto Frank. Manake Kenya ya sasa hivi wazazi wengi sana na wale ambao walio kwa kiwango cha chini watakwenda tu kwenye public school, manake kule ndio watapeleka watoto wao. Kule je, tumezingatia usalama kiwango hiki?
Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo ningependa tujiulize. Na nikiendelea kuongea zaidi kuhusu usalama wa ujenzi na usalama wa kumkabidhi mtoto nyumbani kwa mzazi na kumkabidhi kutoka nyumbani kwa mwalimu. Je, hili ni jambo ambalo tunaweza fanya pia kwenye public schools. Wazazi wanaweza pata jinsia ya kuhakikisha kuwa wao pia wako kipaumbele kuhakikisha kuwa usalama wa watoto wao umezingatiwa. Kwa sababu nilipata kusikia Frank, sijui kama ni kweli, kuwa watoto walilalamika katika ile shule ya Precious Talent pale Dagoretti. Watoto walilalamika kuwa kuna sehemu ambazo kuna cracks ukutani, lakini jambo lile halikutiwa maanani. Sasa ninajiuliza, je, ni kweli kuwa kwa wakati huu bado tunapaswa kuzuia ama kuziba masikio yetu kwa mambo ambayo watoto wanasema? Nafikiri si hivyo, tunapaswa kuwasikiza watoto. Mtoto akikuja na akalalamika, hata kwa mzazi akakulalamikia, chukua action. Moja kidogo Imelda, nikiangalia pale naweza nikaona wanafunzi wamepiga foleni pale. Kwa hivyo kuna utaratibu ambao labda ningependa Mwalimu Baraza utuelezee kwamba utaratibu huu ambao ninauona pale, tuelezee kwamba hiyo foleni usalama wake ukoje hapo, wamehakikisha kwamba mbona wanapanga foleni in short? Nafikiri kwa salama kabisa. Unaweza ona hata wanapotoka kuanzia darasani. Kuanzia darasani mbele yao kuna mwalimu. Jambo la kwanza. Ndio. Mwalimu wa kwanza mbele, wanafunzi wamfuate nyuma. Kisha foleni hiyo inatusaidia. Wakati wanapanga foleni vile utaona ya kwamba wanafunzi hao hakuna kule kukimbia. Tunazuia ile kule kukimbia kwa wanafunzi na ile hamu ya watoto kuwa na ile hamu ya kukosa nyumbani. Kwa sababu wanafunzi ni wale na watoto ni wale. Wale ambao wakisikia kwamba sasa ni wakati wa kwenda nyumbani, basi wanachangamkia huo wakati sana. Kwa hivyo basi hiyo foleni inafanya kumudu ile kazi ambayo watoto wangependa kuenda nayo nyumbani. Utaratibu kabisa. Utaratibu pale kwenye lango. Na pia katika mlango wa basi utapata ya kwamba katika lango la basi pale ni finyu kidogo. Kwa hivyo basi ni mmoja baada ya mwingine. Hata nimekumbuka Mwalimu Shingo, kuna wakati tulipata taarifa fulani kuhusiana na shule moja, nafikiri ilikuwa kule Mombasa, pwani ya Kenya, ambapo basi la shule kulikuwa na shimo, mtoto akadondoka pale kasagwa kabisa na lile basi. Kwa hivyo hapo kwenye kusafiri nafikiri sasa lazima sasa ndio walimu wawe macho kabisa na hata dereva mwenyewe, si ndio? Lazima walimu wawe macho. Unajua umekabidhiwa mtoto na huyu mtoto ametoka nyumbani, mzazi anajua kwamba anapomkabidhi mwalimu mtoto wake kila jambo li shwari. Kwa hivyo kabla mtoto hajaingia kwenye basi, haya magari ya usafiri lazima yaangaliwe. Na huwa kila wakati kama hapa Good Testimony yanaangaliwa kila mara. Kuna yule tunamwita ni mechanic ambaye anashughulikia magari haya. Kwa hivyo kila siku lazima apige jicho, angalie ni wapi kuna tatizo. Kwa hivyo kabla basi halijaondoka katika shule ya Good Testimony lazima liangaliwe vizuri. Baada ya kuangaliwa hapo sasa mtoto sasa anaweza kaabiri gari hilo. Na anapoabiri gari hilo lazima kuwe na mwalimu pale ndani, na natilia mkazo hapa kosekani mwalimu ndani ya lile basi. Mwalimu kazi yake ni kuwaelekeza hawa watoto, kwanza wawe na nidhamu, utulivu pale, kusiwe na sintafahamu, kusiwe na purukushani pale. Wanafunzi wawe watulivu, watulie kimya, wakusoma vitabu wasome, wakukaa ambao wameamua kukaa tu labda wataka kulala haya walale, lakini mwalimu yuko pale kuwaelekeza. Na wakifika katika lango lao la nyumbani, mwalimu anahakikisha anamshukisha yule mtoto, anamkabidhi mzazi, tayari amemaliza shughuli. Kwa hivyo mwalimu lazima awe mle ndani ya basi. Mle ndani, na anajua sehemu zote zile ambazo wanafunzi wanapotoka. Kwa hivyo mtoto atafika nyumbani salama salmini bila mushkil aina yoyote. Nikirudi kwako Imelda, nadhani ni swala la kuigwa sana na tunapaswa labda kushughulikia swala hili kitaifa, ili tunachokishuhudia hapa kuhusiana na usalama, kwamba anavyosisitiza kwamba lazima mzazi akabidhiwe mtoto wake. Sijui kama Kenya tunaelekea huko katika kwa mazingira ya shule zile za umma na shule kwa ujumla za Kenya hapa hivi, unaonaje?
Sidhani, bado tuko mbali bwana Frank, bado tuko mbali kabisa. Manake juzi nikaona kwenye KTN News kulikuwa na mwanahabari fulani alikwenda kule Limuru, alikuwa anaangalia masuala ya usalama wa watoto wakitoka wakienda shuleni na pia wakirudi. Ni jambo la kuhuzunisha sana, akisema kuwa ama aliripoti kuwa na alikuwa pale na wale watoto wakitembea kwenda shuleni. Ilikuwa kilomita nyingi, zaidi ya kilomita 2, na ni asubuhi 4:30, saa 10:30 asubuhi Frank. Na sasa yeye wakati alikuwa na watoto, na hata yeye mwenyewe anasema kuwa hata anaogopa manake ni giza. So bado hatujafikia pale. Hatujafikia pale bwana Frank, na wakati mwingine tunavyofanya mambo tunafanya hata mimi mwenyewe nikiangalia wale watoto ambao pengine hawajaweza kupata nafasi ya kuwa kwenye tuseme private schools, nafikiri pengine hata wanahisi kuwa hao ni watoto duni kwa mfano. Kwa sababu ile treatment wanapata ni tofauti sana na mtoto ambaye amebahatika kukua au kwenda private school. Unapata kuwa bado wanatoka nyumbani mapema asubuhi, hata kuvuka barabara ni shida bwana Frank. Tumekuwa na watu wamegonga watoto barabarani na hata wakawaua. Kwa sababu hamna mtu wa kuwaelekeza jinsi ya kuvuka barabara. Watavuka wenyewe kwenye matatu. Wanaingia kwenye matatu, hizi magari zetu za usafiri. Wanaingia, wataketi pale, mara nyingi wanasimamishwa bwana Frank, hawaketi kwenye viti na wamelipia bwana Frank. Mara nyingi yani ni mambo tu ukiangalia unaona kweli bado hatujafikia. Yani mtoto bado hatumwangalii mtoto kama mtoto. Pale ndani pia siku hizi utakubaliana na mimi kuwa magari yanaweka picha ambazo zingine si nzuri, haswa magari hizi ambazo zinaenda jamani nimesahau, lakini ni Ngong Road ukienda na kule mbele ni giza kwanza ndani. Gari lenyewe limepakwa kupakwa. Kule ndani ni giza. Na kuna TV kule ndani. Picha zinazowekwa kule. Kuna siku nilipanda kwa kweli Frank, mimi nikasema jamani nishushe. Nilikuwa na watu wangu pale. Sasa nashindwa nitamfunika mtoto macho au na wazazi waliokaa pale pia wako tu comfortable. Nikajipata nikani mimi mwenyewe ndio nalalamika. Nikaona kweli ni mzigo wangu. Acha mimi nishushe, wacha nishuke nitafute usafiri wangu mwingine tofauti na huu. Sasa najiuliza, mimi nilikuwa mtu mzima pale na feel very uncomfortable. Na sasa mtoto huyu ambaye hana hata sauti ya kusema jamani toeni, ama ni sasa wewe mwenyewe hata ukiweka zile sheria pale, sisi kama wazazi are we role models? Imeenda kunikumbusha kwamba magari hayo ndio yana muziki ambao unadunda na maneno machafu. Na watoto wanaiga hapo hivyo. Na wanaiga kabisa bwana Frank, wanaiga kabisa. Kwa hiyo tumekosa kukuwa role models kama wazazi, kama watu wazima. Manake kama mimi si mzazi, mimi ni shangazi. Kama mimi si mzazi, mimi ni uncle, mimi ni mjomba wa mtu fulani, wa mtoto fulani. Tumekosa, na mara nyingi hata hapa barabarani ukiangalia, hata wazazi ambao pengine sasa wana magari tuseme bwana Frank. Unapata ameketi na mtoto pale na ana road hog. Anaendesha gari lake, unaona ni kama ana overlap, anafanya na mtoto yuko pale. Sasa kesho unataka kuniambia huyu mtoto atajua ku overlap ni shida? Kwa hiyo kama sisi wenyewe hatuwezi kuwa mzazi mwenyewe anatukana na mwenye gari ni kama anatukana na mwenzake kule. Atapeana matusi pale. Mara nyingi wengine wanasema bora wacheka hapa. Nacheka kwa sababu anayoyazungumzia ndio yenyewe anayotendeka kila siku. Ndio. Na jinsi nilivyosema, siku zote mwana hutazama kisogo cha nina. Kabisa. Kwa hiyo yale yanayotendeka pale mtoto anaiga. Na watoto wetu wamezoea kuiga. Wamezoea kuiga kama kasuku. Chochote kile kinachotendeka, akimwona mama amefanya jambo fulani, anaiga. Kwa hivyo vile ninavyosema kwamba baba amevunja sheria barabarani. Akivunja sheria barabarani anasema wacha nipite tu nielekee. Unaona? Ama amegonga mtu barabarani kisha anaamua kunyoosha tu. Hataki kujua. Mtoto anaona kumbe nikigonga hata mimi nitakapokuwa mkubwa nikishafanya ajali wacha nitoroke. Hafuati sheria, na siku zote sheria ni msumeno. Ukata mbele na nyuma, lakini mtoto hataki kufuata.
si ameona kutoka kwa mzazi. Kabisa. Hayo ndio yanayojiri Kabisa Bwana Frank, alafu utaniambia huyu mtoto utamwambia kuwe mtiifu, utamwambia mheshimu jirani. Kama jirani alikuwa anajaribu kumkosoa na wewe ukashika kiuno unatukanana na jirani, kesho utamwambia amheshimu mtu mkubwa? Haezi Bwana Frank, haezi. Haezi Bwana Frank. Ndugu Jambo la kuzunisha sana. Nikiangalia hapa nyuma yako naona mwalimu anawapatia kwa heri, anafanya nini, I don't know, I like that. Kwa hivyo huu bado ni usalama wa mtoto, maana mtoto anahisi ako salama mikononi mwa mwalimu. Hata anapoenda nyumbani amekabidhiwa salama salmini kwa wazazi. Ama namna gani? Naam, lo kabisa Frank, ni ukweli. Kwa sababu ukiangalia maisha ya mwanafunzi, ya mtoto, mtoto anapolelewa, anapokuwa, utagundua kwamba mtoto huyu ameingia darasani asubuhi, umemfundisha mchana kutwa. Ndio. Kisha sasa wamwachilia kaenda nyumbani. Lazima uweke ile hali, yale mazingira ya mwanafunzi, kuhakikisha kwamba mwanafunzi huyu vile aliingia akiwa kwa furaha, tena yuaondoka akiwa na furaha ile ile. Ndio. Kinyume na vile unaweza kuona ya kwamba utapata labda watoto wanaenda nyumbani wakiwa wamenuna, labda mwalimu hajamwambia kwa heri. Na kwa hivyo utaona mwanafunzi basi anakosa ile interest ya kurudi tena shuleni hata siku nyingine. Lakini hapa unapoona walimu hapa basi wanaachilia wanafunzi wao, akiachilia mwanafunzi anamsalimia, anamwambia kwa heri, salimia mzazi, salimia kila mtu nyumbani. Kana kwamba wanasema shuleni basi tunataka kuwa shuleni. Mazingira yale wanafunzi yanakuwa basi yale ya kuwafaa wanafunzi kumudu, kuhakikisha kwamba basi elimu yaingia. Mwanafunzi anatamani tena kesho ije haraka arudi shuleni. Maana mazingira yalikuwa yamewekwa ile ambayo yanamfaa na yanampendeza. Kwa hivyo mazingira kwa usalama kwanza basi ni jambo la muhimu. Basi wanafunzi wale wanaenda wakiwa kwa usalama na amani ya roho, amani ya kila kitu. Kesho tena ataambia mzazi, mimi kumepambazuka naenda shuleni. Kinyume na Frank, namna hata vile wewe unajua vizuri, ulikuwa ukiamshwa na mzazi, Frank, unajua ni masaa ya kwenda shuleni. Alafu unasema kidogo kichwa cha uma, sasa leo nafikiri kumbe hutaki kwenda shuleni kwa sababu vile uliachana na mwalimu, hakukuwa na ule usalama. Kwa hivyo basi unaona usalama pia unaanza na yale mahusiano ya mwalimu na mwanafunzi alipoingia na alipotoka. Je, alikuwa na ile tamaa ya kusema mwalimu wangu nitamkosa? Kwa hivyo ndio maana sisi wakati huo tulikuwa tunaamshwa tukimwagiwa maji, kuchukua blanketi na kutupa upande huu ndio tuende shuleni. Lakini kinyume na sasa utapata mwanafunzi anapofika nyumbani mtu anaongelea ni mwalimu. Anapoongelea kila jambo anasema shuleni. Sasa unaona kwamba basi mazingira yanakuwa basi ni jambo la muhimu katika usalama wa mtoto, kiakili, kisaikolojia na kila hali yoyote. Naam. Nafurahi tu manake mazingira haya ambayo nayaona, alafu jinsi tunavyozungumza hapa kuhusiana na usalama wa watoto, mimi mwenyewe naridhika kwamba we are talking about the right thing at the right time. Na tunazungumzia watoto ambao ndio watakuwa taifa la kesho, na kumchunga ni kuchunga taifa. Na kwa kweli Imelda, nikiangalia kwa makini sana, nimegundua kwamba hata yule ambaye anakabidhiwa mtoto ili aendeshe lile gari lazima pia ni mtu ambaye ni mwadilifu. Hawezi kuwa zile tabia za wale jamaa naona pale nje, wale wa matatu pale wanasema njoo ingia haraka. Nafikiri kuna utaratibu ambao wanapaswa kufundishwa jinsi ya kuwa na Wakenya walio kama hawa, sivyo? Kabisa Bwana Frank. Unajua nikiangalia vizuri, unajua wakati unashughulikia watoto unapaswa kupitia mafunzo fulani kuhusu jinsi ya kuhusiana na watoto. Manake mtoto ni mtu ambaye kama vile mwenzangu amesema hapa, kama hauonyeshi ule upendo wa kweli, they are very innocent souls, kama hauonyeshi ule upendo Bwana Frank kwa mtoto, naye mtoto naye atakukataa. Kwa hiyo lazima ujaribu kuwa rafiki wa mtoto. Na najua nina uhakika kuwa Good Testimony School ni shule ambayo hata madereva wao ni wale ambao tayari wamepitia some screening, ambapo inaonyesha kuwa ni watu ambao wanaweza husiana na watoto. Wanajua kuongelesha mtoto, kumsemesha vizuri. Manake hata wakiendesha lile gari, mtoto anaweza kuwa na shida fulani. Na sasa kama hakuna ule urafiki na watoto, mtoto atashindwa kuongea na anaweza bakia mwisho ameumia. Kwa hiyo mimi nina uhakika haya ni maanani ambayo yanafaa kutiliwa. Lakini tena swali ni
kule kwenye public schools wanaweza leta level yao ifikie hapa, ndio wale watoto pia wasihisi kwao ni watoto duni au si watoto wa kawaida. Kwa hiyo ni vyema tuhakikishe kwa kila mtu ambaye anahusiana na mtoto Bwana Frank awe kuwa amepitia mafundisho fulani, mafunzo fulani kuhusu jinsi ya kuhusiana na mtoto. Kwa sababu wakati hao watoto wako mikononi mwako, lazima uhakikishe usalama wao. Na kama hujapitia mafunzo kama yale, hautaweza kujua kama sasa unapaswa kusema lugha gani, ama ni matusi au ni vipi. Maanake tunajua wanaiga. Sasa wewe pia ukiwa ni wa kutukanana, ni wa kufanya vile, mtoto hata kuwa na amani akiwa karibu yako. Asante Bwana Frank. Mshingo, tunaelekea ukingoni mwa kipindi, lakini najua una jambo la kutoa kama ushauri kwa wazazi, walezi katika taifa nzima la Kenya, kwamba usalama wa watoto tuuzingatie vipi, na tunapogundua kwamba mtoto fulani hayuko salama tuchukue hatua zipi? Bwana Frank, yale nitakayosema ni kwamba sisi sote kama Wakenya tujukumike, tuangalia kwamba mtoto ni wa kila mtu, isiwe ni mtoto wangu peke yake. Tujukumike, tuwe na jukumu la kwamba ukiwa kwenye matwana, labda kuna hizo picha sinema mbaya zinaonyeshwa na kuna wanafunzi, wewe kama mzazi pale una ruhusa ya kuwaambia wale ni madereva, jamani, picha mnazozionyesha hapa hazifai, kuna watoto hapa ndani, jamani, onyesheni picha ambazo zinafaa. Si lazima awe mtoto wako. Ndio. Popote pale unapokutana naye, hata kama uko njiani watembea, ukutane na mtoto wa shule, jamani, ni jukumu lako wewe kama mzazi. Si lazima awe mtoto wako. Usalama wake anapovuka barabara, kama yuko peke yake, mshike mkono, umvushe barabara, mvukishe upande ule mwingine, uhakikishe ameenda. Labda mamake ni mgonjwa, huwezi jua, ndiposa mtoto huyo atembea peke yake. Kwa hivyo liwe ni jukumu la kila Mkenya kuangalia usalama barabarani, waendeshaji magari, wapita njia, ikifika katika kivuko mlia, waendeshaji magari wajue kwamba hapa abiria tunahitaji watu wote wanatakana kufanya nini? Kuvuka. Kwa hivyo wawape nafasi ya kuvuka. Huo ni usalama. Hapo hamna yeyote atakayegongwa. Na wale wanaotembea basi kwa miguu pia wajue mahali pa kuvukia ni wapi, ni kwenye kivuko mlia. Kwa hivyo usalama ni jukumu letu sote wa Kenya. Bi Jacqueline Mshingo hapa wakitupatia kidokezo muhimu sana kuhusiana na mada hii ya leo. Tumezungumzia usalama wa watoto wetu wanapokuwa shuleni, wanapokuwa barabarani, wanapokuwa majumbani mwetu. Ndiposa basi jopo hili limetufaa sana hii leo. Tumezungumzia swala muhimu sana. Jacqueline Mshingo, mwalimu baraza kutoka Good Testimony, na dada Imelda Ochari kutoka Teach International Organization. Tumezungumza kuhusu swala hili na tumekuwa tukirekodi kipindi hiki katika shule ya Good Testimony International eneo la Nyayo, Embakasi, jijini Nairobi. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, sina la ziada ila kuwashukuru tu engineer on location ndugu Koskei, mwelekezi wangu ndugu Mateka, bila kumsahau producer wangu ambaye si mwingine bali ni Crystal Onkeo, wapiga picha Boniface Magana na kikosi chake chote. Nawashukuru sana. Kwaherini sana hadi juma lijalo. Kwaherini.